alimaanisha nini aliposema nilikuwa mpenzi wa babangu? In those days, in the Old Testament, Katika Agano la Kale, there was someone they called an adopted son. Kulikuwa na mtoto ambaye alichukuliwa ama aliletwa. We are not talking about adoption like they do it today through the legal way. They sign papers and get a baby and so on. Haifanyiki vile inavyofanyika siku hii ya leo ya kwamba lazima ujaze makaratasi ujuze serikali. In those days, katika hizo siku, a king would choose one of his sons. Mfalme angechagua mtoto wake mmoja. Not necessarily the firstborn. Si sana mzaliwa wa kwanza. Actually, Solomon was not the firstborn, he was not the second, he was not even the third. Suleimani hakuwa mtoto wa kwanza, wa pili ama watatu. But his father chose him. Lakini babake alimchagua. So the adopted son would be chosen by the father. Kwa hivyo huyu mtoto angechaguliwa na baba. And he would be turned over to government officials, to elders, angepelekwa kwa serikali ama viongozi, to instructors, na walimu, to teach him. Ili wamfunze. They would train him in military service. Wangemfunza katika nyanja ya wanajeshi. They would train him in leadership. Wangempa mafunzo ya uongozi. They would train him in a lot of protocol. Wangemfunza jinsi ya in discipline, kuwa na nidhamu, and in all learning. Na pia katika maeneo yote ya elimu. Because they had chosen him to be the next king. Maana walikuwa wamemchagua awe mfalme baada ya babake. So when Solomon was saying I was my father's son, kwa hivyo anaposema nilikuwa mpenzi wa babangu, I was my father's chosen adopted son. Anaposema ya kwamba alikuwa chaguo la babake, he chose me to be king. Ni kama alimchagua awe mfalme. He chose me to take his place. Alinichagua nichukue sehemu yake. He trained me specially. Alinifunza for my position. Ili nichukue sehemu yake. So he says, you can look at verse 4. Unaweza angalia mstari wa 4. So he's referring to what his father taught him. Kwa hivyo anazungumzia kile ambacho babake alimfunza. So he said, he taught me and said to me, akanifundisha akaniambia, let your heart retain my words. Moyo wako uyahifadhi maneno yangu. Keep my commands and live. Shika amri zangu na uishi. Get wisdom. Jipatie hekima. Get understanding. Jipatie ufahamu. Do not forget. Usiusahau. Nor turn away from the words of my mouth. Wala usikatae maneno ya kinywa changu. Do not forsake her. Usimwache. And she'll preserve you. Naye atakustiri. Love her. Umpende. And she'll keep you. Naye atakulinda. Wisdom is the principal thing. Let's say that. Wisdom is the principal thing. Is the principal thing. Therefore, kwa hivyo, get wisdom. Pata hekima. And you know you're get understanding. Na praise kwa God. yote unayotafuta, tafuta ufahamu. So David had taught his son Solomon that wisdom is the principal thing. Daudi alikuwa amemfunza mwanawe Suleimani ya kwamba hekima ni chanzo, ni kanuni. Principal there means highest in rank or importance. Kanuni ni kitu cha muhimu na cha juu. But it also means pertaining to a prince. Pertaining to a prince. Belonging to a prince is okay. So he was showing him you cannot be a true success without wisdom. Bila hekima. Now David could have advised this man, Daudi angemshauri huyu mwana, you are the next king. Wewe ni mfalme ujaye nyuma yangu. Take on from where I left. Chukua kutoka pale ambapo nimeachia. I have mansions, get bigger mansions and so on. Niko na jumba kubwa ya kifahari, jenga yako. So he never told him go after mansions. Hakumwambia endea mali. I have the best chariot in town, get a better chariot. Niko magari ya farasi mazuri, wewe tengeneza. No, he said you get wisdom. Alimwambia tafuta hekima. In all you're getting. Kwa yote unayotafuta. In all the effort you put to get anything. Bidii yoyote unayoweka kutafuta kitu. Get wisdom first. Tafuta hekima kwanza. Pertaining to a prince. Inaandamana na. No, the Bible says that we too are sons of God. Biblia inasema ya kwamba sisi pia ni wana wa Mungu. We've been adopted.
tumeletwa by Jesus Christ. tumeletwa kwa ufalme na He Yesu signed Kristo. the form. This one is mine. Yeye aliweka He sahihi chose us makaratasi. specifically Alituchagua and binafsi. called us kings and priests. Ametuita wafalme na So malkia. wisdom pertains to a prince. Kwa hivyo hekima inaandamana It pertains to us ni yetu. because we are kings and priests. Maana sisi ni wafalme, wana wa wafalme na malkia. And David was saying, you cannot be a true success Hauwezi ukawa na mafanikio ya kweli without wisdom. bila hekima. Hallelujah. Haleluya. And so he advised him with many words. Kwa hivyo alimshauri kwa maneno mengi. A lot of those words Solomon wrote he wrote in Proverbs. Na maneno hayo mengi Suleimani akayaandika kwenye kitabu cha For Methali. example, verse 10 onwards, Kuanzia pale mstari we wa are still in 10 Proverbs kuendelea, 4. We are still in Proverbs 4. bado tuko Methali 4. He said, hear my son and receive my sayings, Mwanangu, sikiza na kuipokea kauli zangu, and the years of your life will be many. na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. That's what a good father should be teaching their boy. Hayo ndio mafundisho baba anafaa kufundisha Because wanawe. the Bible says a child left alone will go astray. Maana Biblia inasema kwamba mtoto ambaye ameachiliwa atapotea. But he was saying, you receive these sayings. Lakini hapa namwambia pokea haya He mafundisho. said, I have taught you in the way of wisdom. Nimekufundisha kwa njia ya I hekima. have led you in right paths. Nimekuongoza katika mapito When you unyofu. walk, your steps will not be hindered. Uendapo hatua zako When you hazita, run, you will not stumble. na wala ukikimbia mbio hutajikwaa. Take firm hold of instruction. Mkamate sana elimu, Do not let go. usimwache aende zake. Keep her, Mshike, for she is your life. maana yeye ni uzima wako. What a privilege, what an honor to receive such direction, such instruction. Ni heshima ya aina gani kupokea mafundisho kama hayo? I mean, if God,